Jambo na karibu mtazamaji wangu kwenye episodi yetu ya leo. Nataka leo niwaombe kwa heshima kuu wapenzi watazamaji wangu, niwaelezee ndani kabisa kuhusu jamaa wetu anaitwa Bryson. Bryson mnamjua vizuri kutokana na mambo yake ama vitendo zake zenye anafanyanga pale kwa kile kipindi cha Ayana. Mnatambua venye ni notorious, venye yako venye anachukuliangwa na huyo mzee Bwana Tyrone, na hampendi kamwe, hata kama mpendi, anamchukia sana. Lakini tukienda kwa bibi ya Bwana Tyrone, huyo anaitwa Saida. Saida anapenda huyo jamaa sana. Nataka tuanze moja kwa moja. Huyo jamaa amezaliwa pande za Central Kenya ama Kikuyu, ametoka huko. Na kufanya kazi anafanya na hii acting na hii kipindi ya Ayana. Sasa nataka niinguzie moja kwa moja mpaka tujue historia yake, alivyoanza na alivyofika hapo kuwa actor wa hii kipindi. Kwanza mtazamaji, na kuomba kwa heshima, kama hujasubscribe naomba kwanza usubscribe na ufollow na ushare, ili ninapo posti video zangu uwe mtu wa kwanza kupata zile posti ama kuona zile video wa kwanza na kusambazia watu wengine. Sasa naomba tu usubscribe na nitashukuru na Mungu atakubariki sana. Haya, tuanze. Huyu jamaa wetu Bryson huyu anasemekana kuwa yeye ni kidnapper, yaani mtu wa kushika watu kwenda kuwaficha huko kwa vichaka. Alianzaje ili awe anaitwa kidnapper? Tuone mara ya kwanza ama tendo la kwanza kabisa la yeye kuonekana yeye ni kidnapper. Tendo la kwanza ilifanyika kwa huyu msichana wetu anaitwa Asha. Wakati alienda nyumbani kwao akamchukua, badala ya Asha kwenda shuleni, huyu jamaa wetu Bryson akamtorosha akaenda kumficha kwake kwa nyumba kwake. Asha akakaa pale akatafutwa na wazazi wake, akatafutwa siku kadhaa, na akiwa haonekani shuleni, hata wazazi wake wakienda shuleni hawakuwa wanampata pale. Akamtafuta kabisa. Hiyo ndio mara ya kwanza huyu jamaa kwenda na kukidnap mtu wa kwanza pale kwa ile kipindi. Hata ukimwangalia kwa uso venye akiact anakuanga, huwezi mlinganisha na venye anakuanga akiwa hayuko kwa acting. Lakini akiwa kwa acting, hata ukimwangalia tu hivyo anakaa kidnapper, anakaa mgaidi, anakaa mtu sungu sana, mtu mbaya, jangili kabisa. Lakini kwa live normal yeye ako sawa, mtu ako sawa, tabia zake ziko sawa. Lakini pale ni kwa act, huwa wana act. Sasa lazima yeye achenze kama yeye afanye mambo yake venye anafaa kufanya, ili kipindi ipate moto, ili ivutie watu wengi. Ndio maana unaonanga akivalia hiyo sura ya kanzi ya kuwa mkali kwa watu. Sasa tulikuwa pale alipomchukua huyu mrembo wetu Asha, akampeleka kwa nyumba, akamficha pale na akakaa masiku kadhaa. Asha akiendelea kutafutwa, akajulikana mahali yako na wanapolisi wakatumwa waende wakaokoe Asha. Jamaa akakimbia akaenda kujificha. Unajua ngaidi ni ngaidi tu, hata akiwa anafanya nini, kijulikana anatafutwa, anakimbia anaenda anajificha mahali. Sasa jamaa alifanya hivyo, akakimbia akaenda akajificha, hakuonekana na hakukamatwa na polisi. Tendo la pili, ile tuone huyu jamaa wetu ni gaidi, nampata pale wakiwa na mara ya pili ni wakati alienda
kwa huyu bwana Robert. Akaenda akashika bwana Robert, akampokonya mfuko wake ukiwa na pesa, akamkunywisha dawa akawa hawezi akanjisikia. Sasa pale hiyo ndio mtu wa pili sasa kuona akitendewa vitendo vya unyama na huyu jamaa wetu. Sasa Robert pale alikuwa ameenda akapatiwa pesa zake za chama. Alikuwa ameenda akasema apatiwe pesa zake, akapatiwa pesa zake. Sasa akienda nyumbani akapatana na hili ngaendi Bryson akamnyang'anya zile pesa na akakimbia akaenda nazo. Sasa hiyo matukio mbili inatuonesha wazi kwamba huyu jamaa ni jangili, na si jangili hivi hivi, ni jangili sungu sana. Ama unaonaje wewe mtazamaji wangu? Si unaona huyu jamaa ni jangili kabisa, na anafanya mambo na kifua. Sasa pale alipo mnyang'anya huyu jamaa wetu alikimbia akaenda mafichoni tena. Mafichoni ni wapi? Mafichoni alienda kwa nyumba yake mahali alikuwa anaishi na huyu alikuwa anamuita mke wake anaitwa Asha. Pale kwake kwa nyumba. Kaenda pale akaweka pesa chini ya mattress, na akaficha mke wake asijue, na kisu bado ilikuwa na damu penye alikuwa na ngwarunza yule bwana Robert na kisu ili amshtue achukue zile pesa. Sasa akaweka pesa pale. Mke wake pale Asha kwenda kuangalia akapata zile pesa pale na ile kisu. Asha akastuka sana, akapigia mamake simu akamwambia mahali yako, na akamwambia venye ameona na chenye amepitia pale kwa yule jamaa. Mamake akamwambia mara moja, toka hapo na urudi nyumbani, ama uniambie ni wapi nikukujia hapo tukiwa na babako. Asha akamwambia hapana, usiambie babangu. Babangu akinijua ataleta shida sana. Mamake akamwambia hapana, ataleta shida. Nitaongea na yeye vizuri sana, nitajua venye nitamwambia. Hataleta hiyo mambo mingi sana. Asha akamwambia sawa. Pale pale akiwa hajakujiwa, polisi na wao wakakuja kufanya msako pale kwa ile nyumba. Akapata ile kisu, zile pesa pale, akaulizwa hizi ni za nani na ulitoa wapi? Asha akasema mimi sijui. Akaulizwa na polisi, wewe si ndio unakaa hapa? Upande mwingine na yeye jamaa wake Bryson ako pale kwa mlango anasikiliza venye polisi wanamuuliza maswali. Akasikiliza na akakimbia tena akaenda akajificha pale. Asha akasema mimi sijui mambo. Akaambiwa tutaandamana na wewe mpaka polisi ili uende ukaandikishe habari kuhusu hizi pesa na hii kisu iko na damu, na ni nini ulikuwa unafanya nayo. Sasa huyu jamaa wake Bryson akakimbia akaenda akaambia wenzake ya kwamba kumeharibika, mke wake amebebwa na polisi na wameenda seli. Sasa anawauliza watafanyaje waende wakamuokoe. Asha pale anachukua simu na kupigia mamake na kumwambia kwamba amekamatwa na polisi na waende polisi wakamtoa huko, wasikuje kwa nyumba kwake. Mamake akaanza kulia akauliza hii ni tabia gani sasa nimefanyishwa na huyu msichana wangu. Sasa mimi badala ya kupumzika mimi ni akili kusumbuliwa kila saa. Sasa hii ni nini? Akajuta kutoka Mombasa kuja Nairobi. Akasema ningekaa Mombasa kuliko kuja Nairobi yashinda tu. Msichana wangu atanimaliza na hizi mashinda zake.